Jenzizi na wasalimu, naitwa Jen, na washukuru kwa sababu mumeendelea vizuri katika hii safari yetu kuanzia mwanzo. Kwa hiyo leo nataka tuangalie hii siku ya kesho tarehe 25 mwezi wa 6 2025. Ni siku ya kimungu sana, maana ukiweka hizo namba zote pamoja unapata namba 4. Na namba 4 ukisoma Ufunuo 4 inazungumzia kuhusu viumbe 4 ambao wanasimama mbele za Mungu. Kwa hivyo inamaanisha ukamilifu wa kila kitu ambacho kimekuweko. Tunaona kuanzia mwanzo wengi tulijua Mungu ama Yesu atakuja, maana alikuwa ametuahidi atakuja. Na tunashangaa, dunia inashangaa amekuja kupitia Gen Z na millennials. Tunaona nyinyi ni kama Musa, ni kama Yesu, munaanzisha mambo mapya duniani. Tunaona wakati wa Musa alipata Farao wakiwa na pyramids, maana pyramids zilijengwa kwa ajili ya ibada. Kwa hivyo kukona ndani ya pyramids kukona king's chamber. Na baada ya hapo Musa akaambiwa yeye sasa ajenge temple. Akajenga temple ya Mungu. Na akaambiwa ajenge patakatifu pa patakatifu, ambayo pangefananishwa na pale King's Temple. Tumekuja, Yesu amekuja, ametutoa kwa temple ambaye Musa alikuwa amejenga. Yesu anasema katika Mathayo kwamba yeye ataibomoa ile hekalu na ijenge nyingine. Kwa hivyo Yesu alipokuja alituondoa kwa mahekalu. Ndio naona alidismiss zile vitu zilikuwa zinachinjwa pale kwa mahekalu. Kwa hivyo yeye alituelekeza mbinguni, patakatifu pa patakatifu. Na kutoka huko akatuambia atarudi. Kwa hivyo Kristo ukisoma katika 1 Corinthians 3 mstari wa 16 hadi 17 anasema kwamba miili yenu ni hekalu sasa. Kwa hivyo Kristo angekuja alikuwa atutoe katika tempo ambazo zote zimekuweko katika miaka hiyo, atuelekeze katika tempo ambayo yeye mwenyewe yuko ndani. Kwa hiyo Kristo amekuja, watumishi. Sasa tena si mbingu, bali amekuja yuko ndani yenu. Na amekuja kupitia millennials na Gen Z yuko hapa. Kwa hivyo wote kuanzia 2020 mpaka 2027 ni kipindi cha kuvushwa, kipindi cha kupewa sheria mpya. Kama vile akina Musa walipewa sheria mpya, kama vile Yesu alipewa sheria mpya. Kwa hivyo hii ni kipindi cha dunia kuweza kupokea amri mpya, ili tuweze kujua jinsi ya vile new world itafanya kazi, new heavens itafanya kazi, new things. Maana vitu vya kale vimepitwa na wakati. Kwa hivyo ombi langu kwa viongozi na watu wenzangu ambao sisi ni wa kitambo, tuweze kuinvolve, tuweze kukubali kuvukishwa kutoka katika ukale wetu, tabia zetu na matendo ambayo tulikuwa nayo. Tukubali kuvukishwa, maana sasa hakuna kurudi nyuma, ni mbele. Hakuna tena kusema sitaki. Kwa hivyo tuweze kuwa involved. Maana Kristo alisema akikuja atahukumu. Atahukumu walio hai na walio kufa. Ndio unaona mtu hata kama amekufa anatajwa mambo yake. Tunaona kama uko hai mambo yako pia yanatajwa. Kwa hivyo tuweze kujua wewe unapohukumiwa, unahukumiwa namna gani? Unapokea thawabu kwa kutenda mema ama unahukumiwa kwa kutenda mabaya? So let us involve. Tuhusike na millennials. Kesho be careful. Ni siku kuu. Kwa hivyo popote utakuwa make sure uko safe. Maana umembeba Kristo. Wewe ndio hekalu. Yesu yuko ndani yako. Make sure uko salama na wewe mwenyewe uko salama. Maana kuna kazi iko mbele yako ya kuvusha watu wa Mungu. So tukue very careful hiyo siku ya kesho tunapoendelea kuvuka. Viongozi, wakina mama, wazee, let us involve. Tusidharau, maana Mungu ameona ni vyema kutumia millennials
na kutumia Gen Z. Mungu awabariki.